Naona sasa unasema tu unataka kuwa the sixth. Hiyo sasa mimi naingia bila kupingwa. The sixth. Bila kupingwa. 207 tulikimbizana lakini yeye ilikuwa kionjo. Lakini safari hii Wakenya wanakujua. Hebu eleze wewe ni nani? Wakenya wewe ni nani? Nixon Kukubo president, 6th president of Kenya. Ulikuwa hiyo time ulikuwa opponent wako ni nani? Alikuwa Bwana Mwai Kibaki. 2027 unataka kupishana na president. Niko kwa debe ndani. Niko kwa debe ndani. Sisifanye hivi. Wacha upatiwe kazi usaidie president kazi. Ile yenye utakataka kwenda kufanya 2027 upewe kazi umsaidie hata ukuwa advisor. Unaona? Nimepita. Umepita? Nimepita kazi. Umepita kupewa kazi? Hapana. Ile kazi iko ni kuwa rais wa Kenya, lakini kazi zingine hizi nimepita. Hata vice ukinipa siwezi kubali. Wewe kwa wale ambao mnanitazama leo nimetembelewa na a very important person in this society ambaye anaitwa Kukubo. Presidential candidate. Alikuwa presidential candidate opponent wa the former president Mwai Kibaki. Exactly. Hebu onyeshe ndio hapa. Mimi kwa vipi? Mimi kwanza nimeshukuru sana kufika kwa ofisi hii. Mnaweza kufikiria ni ofisi ndogo lakini ni ofisi kubwa. Kwa sababu mimi maono yangu kutoka Bungoma nifanye shughuli zangu Nairobi na nikuje nisalamie Geoffrey Muzira. Si mambo madogo sana. Kati ya Wakenya ambayo tunawatambua. 207 tulikimbizana lakini yeye ilikuwa kionjo. Lakini safari hii Wakenya wanakujua. Hebu eleze wewe ni nani? Wakenya wewe ni nani? Nixon Kukubo president, 6th president of Kenya. Ulikuwa hiyo time ulikuwa opponent wako ni nani? Alikuwa Bwana Mwai Kibaki. Mimi ndio nilimaliza naye kwa debe. Ilikuwa ukitoka kwa Kibaki unaingia Kukubo. Ulikuwa na kura ngapi? Nilikuwa na kura mingi karibu 1300. Kuambia ukweli. I did very well. Unataka niangalie kwa internet? Usikonfirm kwa internet kwa mbali because I was number 4 according to the country's performance. Na kura zilikuwa ngapi? Kwa sababu nakumbuka kura nataka nione zako zilikuwa ngapi. Kwanza pia wacha nikumalizie. Mimi hakuna mahali nilipata 0. Hata moja kwa all polling station in Kenya. Kwa hivyo hesabu ilikuja around 300,000. I think according to those who did. Finally. Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa 207. Finally walikuja kufanya according to country's performance. Mwanzo walikuwa wameandika 5,000. Lakini baadaye wakakuja kureverse. Wakasema huyu mtu alipata, wakafuatilia every polling station sikupata 0. Ndio nikapata nyingi. Wacha ile ya kwanza. Matokeo ya kwanza haikuwa mzuri lakini wakati walifanya kwa yako ilikuwa ni 300,000 lakini ile yenye ilikuwa huko ilikuwa ni 5,000. Kwanza sijui and some numbers which I don't know. Hiyo ikapita. Naona sasa unasema tu unataka kuwa the sixth. Hiyo sasa mimi naingia bila kupingwa. The sixth. Bila kupingwa. Utatoa president Ruto kweli? Because uongozi ni zamu. Sasa lazima pia akubali. Akipita 2027 nitamuunga mkono. Sitakuwa tu. Like nitamuunga mkono tu kama rais ambaye amepita. Kwa hivyo 2020 lakini akiona ni ngumu hata mimi naomba yeye aniwaachie. Akuachie. Ninyoroshe hii. 2027 unataka kupishana na president. Niko kwa debe ndani. Niko kwa debe ndani. Sisifanye hivi. Wacha upatiwe kazi usaidie president kazi. Ile yenye utakataka kwenda kufanya 2027 upewe kazi umsaidie hata ukuwa advisor. Unaona? Nimepita. Umepita? Nimepita kazi. Umepita kupewa kazi? Hapana. Ile kazi iko ni kuwa rais wa Kenya, lakini kazi zingine hizi nimepita. Hata vice ukinipa siwezi kubali. Wewe umeshapita hiyo kiwango? Nimepita. Nitafanya hivi. Kwa sababu najuana na President Ruto. Nitaongea na yeye akupatie kazi. Ikifika 2027 ukitaka kumpinga, mpinge ukiwa ndani, usimpinge ukiwa nje. Unajua shida iliyoko na Wakenya, wanakupa kazi mahali unafungiwa kamba. Lazima ukubali yenye wanasema. Na sisi ambaye tunatafuta viti katika tunaingia kwa kinyang'anyiro, lazima ukuwe na enough opportunity ya kucontrol siasa yako, strategy yako. Naona ni kitabu unauza.
Mimi mwandishi wa vitabu. Kwa hivyo ni kitabu unauza, si kiti. Hii ni kitabu umeandika the 6. Hii ni country ya mchango where they can read because it is called Kenya Political Harvest. Nimeandika history of presidents in Kenya vile governance yao imekuwa. Kwa hivyo ni short, wewe ni kitabu unauza, hautaki kiti 20. Sasa hiyo ndio information yangu yote iko hapo. Ndio mzuri kwa sababu strategy zangu zote ziko hapo, manifesto iko hapo. Strategy iko in public domain. Fungua kitabu uone strategy yote iko hapo. Ya kwenda kushinda kura. Ya kuenda kuchukua kura ya kushangaza. Sio kushinda tu. Kuchukua kura ya kushangaza. Mimi naona kwa sababu umekuja umenitembelea, asante, na nimekusikiza na nikasema wacha tuzungumze, tuambie Wakenya kwamba kuna mzee ambaye ni kiongozi anaitwa Kukubo, Honorable Kukubo Boni Bungoma, ambaye alisimama kiti wakati wa Kibaki, wakaenda mpaka kwa debe, na sasa 2027 anasema pia anataka kusimama. Lakini mimi nataka kumwambia kwamba unajua siasa bado hata kwa miaka yako saa hii upatiwa hata kama ni advice hivi wale vice president, ile yenye unataka ifanyike hiyo beyond 2027 ifanyike saa hii, kwanza isaidie Wakenya. Unaona, so that mkikaa, unajua mkikaa wawili mshare ideas mtajenga nchi. Geoffrey, nimekuachia kazi. Nimekuachia kazi. Mimi nifanye kazi. Kwa sababu vile umeniadvise siwezi kukatana, nimekuja kwa ofisi yako. Mimi nimekuachia kazi. Wakati unasema mheshimiwa Kukubo, mimi mpira nimefika hapo, kuja tuongee tena. Mimi nitakuja haraka sana na nitakusikia. Kwa hiyo unataka kwanza muende kwa debe ndio mkae chini? Kuanzia saa hizi si nimekuja ofisi yako na umeniadvise, na mimi nimekuadvise kwamba kwa sababu vile nimeona miaka yako na uko na experience, mkikaa na yeye chini mnaweza fanya kazi kwanza mpaka unajua tusianze kusema tena mimi nimekuwa jeshi, tukuchague kwa military. Si ndio nasema hakuna haja tukuchague 2027 kama hatujaona ile unaweza fanya saa hii ufanyie nchi yako. Sasa enda mkae na yeye chini kwanza, kupatie chance tuone is it something that you can do, alafu 2027 ukiwa kwa bado Wakenya wataamua. Sasa mimi nasema hivi, you cannot be rigid, you cannot be low. Nimekuachia kazi because wewe maono yako si kama yangu pia. Maono yako inaweza kuwa ya kufungua mlango na labda tupate mabadiliko mengine ama nikeuza akili nibadilishe, uwezi jua. Sasa mimi nimekuachia kwanza kazi, ukumbuke huyu Kukubo next approach itakuwa nini. Mimi nimekuachia kazi. Anaandika Tumaini Liberation New Hope. Tumaini hiyo ndio chama yangu. Mpaka na party. Mimi ndio nilisimamisha Eugene kwa chama yangu ya Republican Party of Kenya. Kina Eugene hao walikuja kwa chama yangu. Watu wangapi wameshinda na hii party tangu yangu? Saa hii ndio nimebadilisha jina, bado mpya. Lakini chama ile yangu nilisimama, hata watu wanaweza kusoma hapa Republican Party of Kenya. Republican Party of Kenya. Nilipewa na Moi wakati huo. Moi ndiye alikupea? Wakati walikuwa hawataki vyama, mimi niliapproach Moi na Moi akakubali, mimi nikapewa. Ukapewa vyama, wengine wakakataa, kina Matibo wakamkataza, kina UDM wakamkataza, akasema pea huyu mtu wa Kita. Moi mwenyewe. Ulikuwa mtu wa Kita? Si mimi nimekuanga Maroon Commandos, ndio nikaenda. Ulikuwa mwimbaji? Ndio nikaenda Lanet Barracks kwa Scarlet Band. Ndio ulikuwa mwanajeshi? Nimechezea jeshi. So ujuzi ndio labda inanisumbua. Lakini lazima uende na maoni ya watu pia. Wewe kama Geoffrey, sasa umesema wewe 2027 uko kwa race. Hapo ni kukaranga sasa, kwa sababu risasi ni moja mimi. Kwa hiyo ya 2027 usipopata na wajana na hiyo risasi moja hii. Hata nikipata naongoza tu miaka 5 kwa sababu risasi ni moja. Uko tu na miaka 5. Mimi niko na 5 only. Lakini mimi sasa vile nimeona na kwa sababu sasa hivi kuna president support ya malize afike 2027, alafu muingie kwa debe, mkae na yeye, mpishane kama mtapishana, lakini akisema atakupea kazi saa hii usikatae. Sasa Geoffrey, hiyo nimekuachia. Wewe sasa ukiniita, useme wapi wewe, hata saa hii natoka kuongea na nini huyu anaitwa mheshimiwa Karisa. Akaniambia Your Excellency niko Canada, but I'm coming. Sasa na so nimejua hapa. Mimi naongea na watu
Sijakata huyu. Hata anatoka kuongea na mimi sasa. Sijaokopa. Because mimi hakuna siku utaona nimetusi rais. Mimi rais kitu message namwambia ni kwamba sio rais peke yake ameharibu nchi ya Kenya. Waache tuangalie viongozi wote wale wamechaguliwa. Mmefanya nini? So tusiakelee rais lawama. Sasa msiweke lawama mahali moja kama kujificha. Na viongozi ni wengi wamechaguliwa. Na nyinyi kuna viongozi zaidi ya 500 alafu wamechaguliwa na wananchi. Hakuna kitu mnafanya. Sasa macho yenu mnadaivaji wananchi, president na nyinyi mmefanya nini? Nyinyi labda ndio wabaya. Na wewe mbona unachokuona opposition ukiongea? Opposition ya saa hii wanajifanya wanajua sana. Opposition ya saa hii wanajifanya wanaweza angusha huyu. Lakini ile maarifa wanatumia mimi kwangu asijatosheka. So ni kama wanataka wakuja wasika advice wa guide venye opposition. Hawezi kubali. Kina Kalonzo hawezi kubali, wanasema kukubwa achana na yeye, waache sisi tuende mbele. So hawajui wewe ndio kuna experience mzee, umekaa kwa system for long. Hata leo karibu nilaumu sijasema. So unaona mambo ya Tuju. Jana wakasema amehaijakiwa and all that. Sisi karibu tulie tukasema kwa nini imefanyika hivi? Na mbona kujitokeza unatokezana na opposition yote? Kina Kalonzo amejitokeza na opposition. Kwa hivyo ilikuwa ni kipindi ya kujificha ya Simba. Sisi tumesema ameharibu. Ameharibu zaidi. Hata angetokea mwenyewe. Ungejitokeza mwenyewe usema asante wa Kenya nimeonekana. Wale hawakunifanyia mabaya lakini hii ni mambo ya dunia. Lakini wewe amepeana press wote, kina Eugene wamevimba vifua kwa hapo, kina wote. Sasa hiyo naona ni mbaya. I think hiyo opposition yako ndio tunahitaji ya agenda. Nikisema hiyo ni mbaya. Hiyo wamefanya mbaya. Sasa mimi agenda yangu ni viongozi wote wajitokeze wanafanyia wa Kenya nini? Hata sio opposition waseme chenye wanafanya. Watu wajitokeze kama viongozi kusema we are building our country, yes. Also because we have been using government money, national resources,